ikiwa ni kutoka Full Respect Family na mashine nyingine kali hapa. Kwanza tunaanza na mshike ndani ya pori la bambu. Mianzi. Yuko ofisa mmoja alikuwa akiweza kukimbiza majambazi, lakini walimzidi na kuanza kumshambulia kwa mishale na zana hatari. Yupo makini sana. Wanamuita Wang Chao. Ilikuwa ni kasheshe, kabidi kuweza kujibu mapigo. Kwa kwanza alikutana mwanzo biashara kesho. Tupo mshale kwa kataa juu kwa juu. Yupo makini ile hatari. Baba. Kilichowakuta watakoma kuringa. Awa huyo mpumbavu. Kiongozi kakaa mbali. Jamaa anatisha. Yupo fiti kila idara. Aliwabananisha. Ni mwanzo tu. Asante. Hizi ni zile single movie kali. Mwamba akaanza kukacha. Huyo ndo mhusika anaweza kumtafuta. Wanamuita Peng Sandao. Alimwambia simama Peng Sandao. Kaingia mtani ni kwamba anaamuru watu pisheni njia. Watu wako busy na mambo yao. Ilikuwa ni asubuhi na mapema. Zidi kukacha. Peng Sandao, simama. Akaona isiyo tabu. Wewe mpumbavu. Akapita na karai la maji ya moto. Sasa kuna ofisa mmoja anakuja Kimwangi hajaona maji ya moto anakuja. Chapa usoni. Wang Chao. Subiria na utaona. Huyu ni officer assistance, mkubwa wake wa kazi. Sasa kuna binti mmoja ni mwizi. Golden Tand yangu ni kwamba mjaipata. Huyo anamuita ofisa wao. Sasa mnafanya kazi gani hiyo pumbavu? Imepotelea wapi Golden Tand? Nataka iweze kupatikana, irudi hapa haraka. Anapigia kelele wafanya kazi. Imepotelea mawinguni nini? Binti anacheka na shangaa, Mungu, kitu kadogo kama haka. Ofisa wao siku hizo amekuaje? Nikasanamu cha dhahabu cha chura anakiita Golden Tand. Binti upande wa pili anasikia areare mshike. Peng Sandao bado anakimbia. Okay ofisa, uchukua nimekurudishia. Leo hakuiba, akaondoka nayo akairudisha. Si kawaida yake mtoto wa kike. Sura yake hatujaiona. Baba alipoweza kupata hiyo Golden Tand, wacha ashukuru. Akaona imetokea mawinguni nini? Bado ni utangulizi wa mashine. Pisha njia. Sandao simama. Wanamuita Peng Sandao. Anajiita Death of King au King of Death. Wewe simama hapo. Binti akaamua kuingilia katikati. Ajui kwamba anamdhibiti ofisa wa polisi na ni hatari. Wewe ni nani? Pisha nipite. Binti akataa kujaribu moto. Ukapigwa mkono. Alimini uwezo wake ni mkubwa, hakuna kumdhibiti. Lakini sio kwa huyu mtu. Ni constable mmoja hatari ya fai. Binti ni mwepesi. Mshike. Hapo sasa. Panga ni ya moto. Mzee, kulikucha. Wora. Nam. Nikasheshi. Binti kucheki panga inakuja ikapita na kitambaa. Ilikuwa ni rahisi sana kuweza kuona sura yake. Hapo ujanja mfukoni. Sura binti alifanikiwa kuweza kuiona. Wang Chao. Wanaita Legend of Blue Bed. Yani hadisi ya ndege wa blue. Huyo aliweza kuitwa ndege wa blue ni nani? Kwa nini akatungiwa hilo jina? Ndio anafahamika kama Constable Blue Bed. Ndio huyo hapa ambaye wanamuita Wang Chao. Aliambiwa mheshimiwa anamhitaji governor asubuhi. Nafikiri kuna malalamiko aliweza kujitokeza. Mheshimiwa, nilikaribia kuungua kufa. Musika mwenyewe ndio hapo. Wang Chao aliripoti na kujitambulisha kama askari wa serikali ya Minziao. Hebu niambie nini kilichoweza kutokea asubuhi? Nini kilichoweza kutokea?
Kitu gani kinaendelea? Wang Chao alikuwa kiweza kukimbizana na wahalifu. Peng Sandao ndo alikuwa nikiweza kumfuatilia. Sasa katika mapambano, assistant officer alimwagikiwa na maji ya moto na kuweza kuungua. Mimi naomba msamaha. Unaomba msamaha kwa kipi? Ajali kubwa kama hii unafikiri ni kuweza kusamehewa kirahisi rahisi? Mheshimiwa, toka Wang Chao ameweza kuja hapa, matatizo hayaishi. Kila siku ni mambo mabaya tu yanatokea. Huyu ndo tatizo, huyu ndo chanzo. Sasa mheshimiwa, jamaa kwa wanaongea kuwapiga chafya kwa mheshimiwa. Kwa hiyo nataka kuweza kuniambia kwamba mimi kuweza kumleta hapa Wang Chao nimekosea? Naambia hapana, sina maana hiyo. Wang Chao, una experience kubwa sana kama ofisa wa polisi. Kumfuatilia mhalifu na kuweza kumforce wakati anapita katikati ya mji na kusababisha matatizo kwa raia wema, upo nje ya kazi. Adhabu naweza kukupatia kwa makosa unaweza kuyafanya. Nitakupatia mshahara wako wa mwezi nusu. Akaambia asante mheshimiwa. Okay. Nafikiri wote kwa sasa tutakuwepo kwenye usalama. Anaambia kuna matatizo ambayo yameweza kujitokeza. Kwa hali ya sasa mheshimiwa, ukiwemo huu ni mwezi wa mwisho, bwana, kuna machache alikuwa anataka kuzungumza. Sasa binti kaudi zake nyumbani, anaishi na mamake hapa. Ni mwizi wa hatari, anaiba lakini haibi pesa. Wanamuita red fish, samaki mwekundu. Wow. Huyu waiter ameniambia kwamba Buddha Bets inawezekana kuweza kusaidia ukaishi bila kuweza kukamatwa katika kazi yote. Haya, chakula chako cha samaki kiko hapa. Akaona ni kizaazaa, ikabidi kuweza kwenda kujificha. Alikuja na chakula kingine akutaka mamake aweze kujua. Ni mwizi na mama sometime wapendi. Ila hii familia yote wameishi kwa wizi. Sasa anasikia harufu hapa kama ya kukukuku. Akahisi kuna jambo linaendelea kwa binti yake, red fish ama Yue. Yue amkute kuna paja la kuku. Ha! Ni mkorofi. Anasema nyumbani kwetu Minzeo pako karibu na mipaka, na kuna kabila la Tibetan wako kule. Sasa kwa mwezi uliweza kupita toka Wang Chao aweze kuingia hapa, kesi 15 zimetokea. Watu 8 wamepigana. Moto mara 2. Mbwa huli pia wakapotea. Lakini kwa constables yao hakuna jambo liweza kutokea kwenye area yake. Hana tatizo hata moja. Sasa kwa nini huyu? Unaweza kanielezea mimi? Anasema katika eneo langu kuna masoko mawili makubwa sana ndani ya mji, tofauti na miji mingine. Kuna Yuanli restaurant. Na kwa kipindi kama hiki mkusanyiko watu ni wengi, ni rahisi matukio ya kielefu kuweza kutokea. Anambia subiri dakika moja, wewe usije kaweza kutuambia habari sijui za kipindi kama hiki. Kipindi gani unakijua wewe? Kazi yako uifanye vizuri. Kapiga chafya. Shimia kaona mbona balaa hii. Sasa ndugu yangu, unatoa maelezo au unanipigia chafya tu hapa? Samani mheshimiwa, nilipata baridi kidogo. Aendelea. Acha. Uchi. Endelea kuzungumza. Sawa, sio kuleta complain bwana. Tufanye nini? Kwa hiyo ni lazima tuweze kufanya uchunguzi, tena uchunguzi kwa umakini wa hali ya juu. Na pia wacha niweze kumkaribisha governor azungumze machache. Najua Minzeo haupo kwa muda mrefu, lakini kwa hali inaweza kuendelea kwa sasa, ili jukumu lenu kuhakikisha kuna jambo lolote baya laweza kutokea. Inabidi muweze kufanya uchunguzi wa kutosha na kuweza kujua hali inakoaje. Wang Chao, hili ni jukumu lako. Kaambia mheshimiwa kuna tabu. Ni kazi yangu, nitaweza kuitimiza vile ninavyotakiwa. Basi hapo ni sawa. Tabia yake pia ni nzuri. Sasa kikao kimekwisha, mnaweza mkatoweka. Mama na red fish huko mtoto wake. Anasema huu mguu wa kuku mama, hapa niluleta kwa sababu yako, ila kwa sababu nilikopo na njaa nikaamua kuweza kungata kidogo tu kidogo.
你说哪儿来的？ Unaweza kaniambia ni wapi ulipoweza kutokea? Kuna matatizo aliweza kutokea. Ziaulisu unajua aliweza kupotea. Sasa nilikwenda kumsaidia kule kumtafuta nikampata, kwa hiyo mamake akaweza kunilipa hichi chakula kama malipo. Ngata basi kidogo. Ngata kidogo hata mara moja. Sitaki. Huu ni mguu wa kuku, la zake ni babu kubwa, onja eti. Utajutia kama utaweza kupata. Kwenye Google. Si babu kubwa. Nakupa onyo tena. Usije ukaweza kupita pita huko. Manzio sio sehemu nzuri. Kuna taarifa nimezipata kwamba yule mzee mwenyewe ile sound kaibiwa chupa za pombe, jidi yake pia imeweza kuchukuliwa. Nje hilo. Hata mke wake inasemekana kaibiwa pesa kidogo. Sasa hayo yote umeweza kuyajua vipi? Kwamba ile tukio liweza kutokea na kuepo huko. Ziauli aliweza kuniambia mimi kila kitu. Unajua Ziauli ni mwizi sana. Kwa hiyo anafahamu waizi wengi sana wa Zengmanzi. Kwa hiyo anajua kila kitu, aliniambia kila kitu. Kumbe mtoto mwenyewe ndio mwizi. Future yako baadaye itakuwaje kama utaendelea kuweza kukutana na watu wa design kama hii? Hakika njia unaweza kuipita atakapo ni njia ambayo ni mbaya. Basi mama, nitafanya kama utakavyoweza kuniambia. Sintokutana kabisa na Ziauli. Kwanza mimi simfahamu. Huyo mpuzi ni nani? Chana naye. Mama tunywe. Huku upande wa pili, Peng Sengda akiwa anajipatia msosi chemsha kuku, ametulia zake hapa baada ya kuweza kumkimbia ofisa Wang Chao ama Blue Bed. Hiyo kiswaki na mnyororo, kuna mtu alizama hapa ndani, upepo wa hatari, akataka kumjaribu. Ilikuwa ni shida, hatumfahamu ni nani. Peleka ngoma ikazi, anavuta endi mahali yote. Jaribu moto, kavutwa, kapokea moja, kakoswa. Wewe ni nani? Sio jambo la muhimu kunijua mimi ni nani. Cha muhimu ni kufata kile ambacho unapaswa kuweza kukifanya. Nenda kamuue Blue Bed. Kwa nini naweza kusikiliza? Akamlipa. Huyu jamaa anataka Blue Bed aweze kuwao, yani Wang Chao, sababu hatujui nini. Nitakupa wakati wa kuweza kushughulikia hilo swala kwa wakati mwingine. Kwa hiyo jiandae kwa hiyo kazi. Muda ukifika nitaweza kuambia wakati wa kuweza kumondoa Blue Bed. Yani hii ndio hadithi tunaweza kuizungumzia ya ndege wa Blue. Officers yao pamoja na Wang Chao Constable wanafika. Anaambiwa si mheshimiwa governor huko kachanganyikiwa, yani ndani nipatashika nguo kuchanika na vuruga kila kitu. Vitu vimetupwa tupwa, anachezo kitafuta hatujui ni nini. Anasema Buddha Bed. Buddha Bed aliweza kupewa na bibi yake, imepotea. Ni shanga fulani ambazo wanakuwa kiweza kufanyia maombi. Zinasaidia kuweza kutoa mapepo pepo nini, zile roho chafu chafu. Ndio imani yao wa China kipindi hicho. Analia mno, mke wake mwenyewe na mheshimiwa vipi? Kuwa mpole. Mbona unakuwa kama mtoto, niache. Buddha Bed yangu iko wapi? Constables yao. Ndio kitu cha pekee nilichoweza kupata na bibi yangu. Sasa kama imeweza kupotea itakuwaje? Lazima kuna mtu ameweza kuiba. Tumia kila njia, mimi sijui utafikiria kuweza kufanya nini ili uweze kuisaidia kuipata. Anambia Constables yao ni huyu huku, mimi ni Constable wangu. Constables yao tumia kila njia, lakini huyu Blue Bed ndio bora. Mheshimiwa usitambae na mnayo, sasa ni mkubwa wao wa kazi. Fikiria njia ya kuweza kunipatia hiyo Buddha Bed. Wang Chao tajumuika na hili swala ndani siku 3. Uhakisha unampata mwizi. Siku 3 ni nyingi, inatakiwa mapema. Ndio mapema, sasa nendeni mkatafute sasa hivi. Wewe na assistant officer na wengi. Basi wakatoka kuanza safari ya kuweza kutafuta hiyo Buddha Bed. Lazima kutafuta waizi wote hapo mjini kujua ni nani aliweza kupita na Buddha Bed ya mheshimiwa. Sasa hapa kwenye restaurant kulikopo na watu wengi walifikia kwa sababu kuweza kupata huduma, lakini wauni pia ni wengi. Watu wakawa wanapiga msoso, wanakunywa pombe. Wengine wakawa wanaweza kucheza mchezo wao, wamechafua meza kweli. Wanataka huduma, wanacheza kamari. Wanaume wakafika.
Maafisa wawili wanaweza kutegemewa sana, Constable Ziao pamoja na Constable Wang Chao. We leta tu dish hapa zingine. Huyu jamaa kuja kuweza kucheka kajua ni maafisa na Uchelia ana sifa ya uwizi hapa. Kuona hao maafisa kaona hapa ni kukacha. Nitakuwa natafutwa mimi. Simama. Ndio anamuita Ziaoliu. Ziaoliu simama. Mwizi mkubwa sana hapo mjini. Acha kukimbia. Wakagawana kazi. Pita huko. Sasa wazee, kuna shida gani? Mbona unakimbia nini? Kwani mimi nimefanya nini? Kapewa. Wakamdandia. Ziaoliu ni mwizi mkubwa sana. Mimi sijafanya chochote. Buda Bedi kwa wapi? Buda Bedi ndo nini mimi sijui. Wewe ni nani? Mimi naitwa Wang Chao. Wewe ndo Legend Blue Bedi? Ya, ndio mimi. Mama yangu, mimi sijafanya kitu chochote hizi siku. Wacha kudanganya, ananiambia ni kweli sijafanya kitu chochote. Tunahitaji information. Sema chochote ambacho unahitaji kuweza kusema ili uweze kutusaidia. Kuna wezi wengi sana ndani ya mji. Lakini kuna mwizi mmoja ambaye anaiba kila kitu kasoro pesa. Yaani mpaka bakuli za wali huyo anachukua. Hachagui kitu. Huyo mwizi yuko vipi? Akamuuliza. Anatumia sindano, umesema ni wa kike. Sifahamu. Sijaye kumuonaga kwa sababu anafichaga nyuso yake. Unaweza kufahamu ni sehemu gani anapoweza kuishi? Ndio, takupa information naweza kuifahamu. Alimwelekeza kwa mtu mmoja anaweza kumuita Gu, ambaye kuna baadhi ya vitu ambavyo anakuwa akiweza kuvinunua sana. Naye pia atakuwa akiweza kujua kitu kuhusiana na wewe mwizi. Wacha kutudanganya. Maana anasema kwamba anamiliki store ya nafaka kuuzauza michele. Shika hii pesa utakwenda kumuona dokta. Hiyo information ni ndogo tu. Aliamini itaweza kumsaidia. Maana huyu mwizi anakuambia achagui. Ila kuna mali anapendaga kuiba sana. Kwa mtu mmoja unaweza kumuita Mheshimiwa Gu. Ana mali nyingi sana. Kwa ile binti usiku kama kawaida zake kwenye paa za nyumba. Sasa mwamba akaweka mtego wake leo, Wang Chao ama Blue Bedi, ili kumnasa huyo mwizi. Hey, alisikia kishindo. Leo akaona hakuna kumwacha, ni kula naye sahani moja. Haibi pesa. Anaiba kila kitu. Mpaka sahani za wali. Wanamuita Red Fish. Alipozama ndani alikutana vitu vingi vyenye thamani, yani kaingia kama kwake. Hii faida hii. Yani wizi ndo kazi yake. Asikwambie mtu. Sasa kunusa anasikia harufu nzuri. Kama kuna alcohol hapa babu kubwa kabisa. Yani anaiba kila kitu. Akaona hii. We, sitoki bure bure. Kwanza ni kuchamba ko na nyingine kubeba kusepa. Hawezi wengine kero. Mwamba anamfuatilia akamsubiria mpaka kaingia ndani katoka, amnase na ushahidi kabisa. Binti anachekelea, anajua ni simple kusepa leo. Anakutana na ofisi. Ukapigwa mkono. Yuko makini. Ukawa mshike. Anatupa sindano. Mwamba ikabidi kuzikataa. Ndio zana kubwa ya binti alafu zina sumu hizo. Kashesh. Wang Chao. Legend for Blue Bedi. Kazi ipo. Kama hata waizi hao. Binti akamuzia kesi officer. Ye baba kacha vitu vya watu pale, aonge na mwalifu. Binti anakacha. Pita juu kwa juu. Ana skills na uwezo wa ajabu. Hello. Anatafuta Buda Bedi ya governor. Bado ni noma. Kikosi step imekula kwako. Mshike. Binti akaloba step, wewe utaenda chini.
Hivyo constable una matatizo gani? Ni mpumbavu nini? Nilichochukua si nimekurudishia. Kwa nini endelea kuweza kunifuatilia? Anaambia nikiwa kama constable. Ni sheria kuweza kumkamata mhalifu. Na lazima niweze kurudi nawe mahakamani. Hapo nitakuwa nimekamilisha kazi yangu. Utaki kuweza kwenda mbali namna hiyo? Akamjaribu. Huyu shida. Binti alipokea nzito. Alimburuza anataka kushuka chini, mwamba ikabidi kumwai. Binti akajishika hapa. Kuning'inia. Una body nzuri. Lakini zawadi yako ya kung fu, kwa nini unaipoteza kwa kuweza kupita njia ambayo ni mbaya ya uwizi? Na unaitumia katika njia ambayo ni mbaya ya uwizi. Nipe mkono wako niweze kuvuta juu. Niachilie mwenyewe. Binti analeta utani, atashuka chini. Mwamba kamdaka, sasa mikono inateleza. Naye akajishikilia pale, kifanya mchezo unashuka wote. Na binti atakufa. Ni wa kike mrembo sana. Wanamuita Red Fish. Kama constable, jukumu lingine hili hapa linafuata. Kuokoa maisha ya binti hata kama ni mhalifu. Fanya haraka na ufuate step zangu. Alifanikiwa kumpandisha juu. Hii pia inapatikana pale Kariakoo, mtaa wa Agrey, opposite kabisa na kanisa la KKT kwa Kakadaru pale. Wanapouza kompyuta, utakutana duka la Single Movie. Hizo zote zinapatikana pale. Asante, ingelikuwa ni wewe maisha yangu angeweza kutoweka. Mimi naitwa Red Fish, wewe unaitwa nani? Naitwa Wang Chao. Lakini kile nilichoweza kukifanya, je, unawezekana kuweza kukiita ni mwizi? Kwa sababu mimi nilikuwa nataka kuweza kuchukua vile vitu nikacheze navyo na hatimaye niweze kurudisha. Anaambia ni makosa kuweza kuchukua mali ya mtu pasipo kuweza kumwomba au ruksa yake. Wakati mwingine nikikuta unafanya hili jambo, sintokuacha ukimbie. Kama ndivyo unavyoweza kutaka, basi ni arresti sasa. Alicheka tu. Alimsamehe kwa hilo. Twende, kwa sababu ni marafiki kidogo. Wacha nikupeleke nyumbani. Marafiki kidogo. Yeah. Wakaeka urafiki kidogo. Polisi na mwizi. Akimwonya binti asifanye hivyo tena. Alijitetea kwa njia hiyo. Hapa ndo nyumbani kwetu. Asante kwa kunileta nyumbani. Unakaribishwa. Mamake ni mkali. Miss Reddy. Kuna mali ya ofisa imeweza kupotea. Wanaita Buddha Deed. Buddha Bed. Je, umeweza kusikia mtu yoyote ambaye nayo? Akajikuna. Ni mwizi wa kila kitu. Hakuna kitu anaacha. Lakini pesa hachukui. Sasa mimi nitajuaje juu ya hilo swala la Buddha Bed? Basi endapo ukipata information ya mwizi yote, basi naomba uweze kunijulisha. Nitakupatia zawadi nzuri. Mama katoka nje. Wewe nani? Nini kinaendelea hapa? Mama. Huyo mtu alikuwa akiweza kuulizia njia tu. Anaulizia njia? Hebu ingia ndani. Wewe mtu ni yako inaonekana sio nzuri kabisa. Usiku kama unaulizia njia? Mpumbavu mkubwa. Jamaa kaona poa isiyo tabu, acha sepe. Akaachana na Red Fish pale. Hakumpa jibu lolote kwamba anajua Buddha Bed iko wapi. Lakini wakati anatoka, binti akamwita na kumpa message. Alipoisoma, kesho tukutane katika tempo ya NC ili nikusaidie kuweza kutafuta Buddha Bed. Kesho asubuhi ana tempo ya NC amsaidie kuweza kutafuta Buddha Bed. Asubuhi mwanaume alikuwa ni wa kwanza kufika hapa, akimsubiria Red Fish. Maana gavana kachanganyikiwa mpaka kumwa naumwa kupoteza mali ya bibi yake ya mwisho aliweza kuachiwa na bibi yake. Hapa ndiko mali ya Buddha Bed ilipo. Naambia hapana, hapa tumekuja kwa sababu ya kuweza kufanya maombi. Kazi yetu iweze kuwa ni rahisi.
Unajua kwa Mungu wa Buddha kila kitu kinawezekana. 发誓 Sawa? 不许生我的气。 Na hapa inabidi uweze kukiri mbele ya Mungu wa Buddha kwamba hutaweza kuwa na hasira na mimi tena. Miss Lady, 我这件事 kutokana na tatizo kama hili na wasiwasi juu ya kufa, sina wakati au mudi ya kuweza kucheza na wewe. Kama huwezi kunisaidia, acha niondoke. Njoo twende ndani tukapiga ibada. Binti anataka kuweza kutumia mbinu ya kuteka akili ya mtaalamu, kwa sababu anathamini miungu ya Buddha sana, na unapoweza kula kiapo mbele ya miungu ya Buddha, basi ahadi ni lazima uende nayo, huwezi kukeuka ahadi. Na binti ni mwizi, naye ndo kaiba. Atajisaidiaje ofisa asije akamkamata? Na kweli anataka kumsaidia. Piga magoti na usali. Kunja mikono. Ujiandae. Nitakachokisema nawe pia utasema. Sawa, inabidi uweze kunifuata. Maombi yatakwenda namna hii mbele ya Mungu wa Buddha. Kwamba mimi Wang Chao nitakuwa mzuri kwa red fish. Sema hivyo. Sema hivyo. 想不想要说出啊？ Kama utaki, Buddha bidi haitaweza kurudi. Mimi Wang Chao kwa maisha baadaye nitakuwa mzuri kwa red fish. 无论他 Haijalishi kosa gani mwanamke ataweza kufanya, sintokuwa na hasira naye. Haijalishi binti huyu atafanya kitu gani, sintokuwa na hasira naye. 生他的气， Binti anacheka, anambia asante sana Mungu wa Buddha. Sasa hiyo mali yako kulikuwa unatafuta ya mkubwa wako, hii hapa. Buddha bet hii hapa, mimi ndo liba. Hapo vipi? Sasa ni ofisa atamkamata. Tuje. Binti anajua hapo kukamatwa ni ngumu. Nilijua ni wewe, naambia acha ujinga, umekula kiapo hapa. 刚才当着佛祖面 Tena kiapo mbele ya Mungu wa Buddha, alafu unataka kuweza kukeuka kiapo. 没好报啊！ Hilo litakuwepo ni jambo baya. Unatakiwa uweze kushukuru kwa kuweza kuipata Buddha bet. Shukuru kule kwa Mungu wa Buddha. Ikabidi kushukuru. Binti anacheka kweli kweli kwamba hapa nimemweza. Hapa ana ujanja hapa. Asante sana Mungu wa Buddha. Hapa siendi sero. Hapa hakuna mtu anakamatwa. Hapa ana hasira. Hivi hapo vingine piga ibada kule. Siniangalie mimi. Nakwambia hali ya mheshimiwa ni mbaya. Madokta wamejaribu ugonjwa wa mzee hawaelewi. Dr. Pang, nini kinachoweza kuendelea? Anaambia mimi mwenyewe ujuzi wangu umeishia hapa. Siwezi kufanya chochote, labda utafute dokta mwingine. Utanisamee kabisa. 夫人， Madam, 王超说有 Wang Chao amekuja, anahitaji kuweza kuzungumza na mheshimiwa. Emergency. Huoni hali yake kwa sasa? Mwambie haiwezekani na aondoke. 他说 Hali ya mheshimiwa sio nzuri. Anasema kwamba Buddha bet ameipata. Mzee kusikia hivyo akapona. Buddha bet imepatikana. Katoka mzee na bukta. Buddha bet. Wewe kapona. Mke akaona toba. Hii ina thamani gani? 太奶奶了， Yaani Buddha bet anaita bibi. 怎么说把那个 Bibi, mwisho kabisa umerudi eti bibi. Binti wacha acheke. Cheka kinyama. Wewe wacha kile. Hii inavutia sana. Na ni vichekesho. Yaani kama mkufu kama kale anakaita bibi. Sasa nashindwa kuweza kuelewa, muda si mrefu atakuja kuweza kuita babu. Acha kuzungumza upuzi, maneno ya kijinga kama hayo. Huyu ni mheshimiwa governor. Wang Chao. 说的好， Wewe ni hodari sana. 我操！ Maneno mazuri. Huyu mwanamke ni nani? Naambia huyu mwanamke ndo kasababisha Buddha bet ikaweza kupatikana. Safi sana. 姑娘， Misi, 你帮我追回走， umenifanya nikaweza kurudisha hazina yangu. 早知 Hii ndo kama maisha yangu kwa sasa. 像小房子， Sasa 既然努力， mimi ni mwanaume ambaye siku zote nikivaa kiatu kwanza naanza na mguu wa kulia. 不要 Sema chochote kile nitakufanyia. Chochote ambacho unakitaka mimi niko tayari kufanya kwa ajili yako. Kweli? Kaambia ndio. Basi alicheza kumwomba ni kuhitaji naye kuweza kuwa ofisa wa polisi ili kukamata waizi. Hilo ndo ombi moja. Akamate waizi na constable Wang Chao. Sema kitu wote. 我想跟王大 Nataka tufuatilie waizi mimi na brother wangu. We, hilo haliwezekani. 不行， Kwa nini isiwezekane? Sawa. Binti akaingizwa kwenye kikosi cha maofisa wa polisi. Na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutambulishwa. Mabibi na mabwana wote. Ndani ya mji wetu leo tutakopo na ofisa constable mwingine mpya ambaye anajulikana kama Redfish, ambaye ataweza kufanya kazi ndani ya kitengo chetu hapa mjini akishirikiana na Wang Chao. 20人才，他的名， Na hii ni kama zawadi ya pekee kwa Redfish
kutoka kwa mheshimiwa governor baada ya kufanya kazi nzuri na kuweza kuipata Budapest. Kwa hiyo kwa sasa naye pia atakuwa ni ofisa wa polisi. Akakaribishwa governor kuzungumza machache, hasa kumzungumzia Redfish. Baba ni chavya tu za ajabu ajabu, anamtemea mate mheshimiwa kila dakika. Binti akapewa token, yani kitambulisho. Akamletea mama yake kumwonyesha. Tada! Mwanae kawa ofisa wa polisi. Ni token kweli? Umeipata wapi? Umeiba eh? We vipi? Mama. Unamaanisha nini? Shangazi. Misredi, hiyo token ya kwake. Serikali imeweza kumpatia. Yuko kama mimi sasa. Alafu wewe unakufahamu. Jana usiku nilikuona. Ni鬼鬼祟祟的不像好人。娘，你居然还偷了官府的令牌！娘。 Mama sio hivyo. 娘。 Unafanya kitu gani kwa brother wangu? 神不清血。 Serikali ndio imeweza kunipatia mimi. 想 Sio unakuwa mbaya kwa mtu huyu. La sivyo nitakuwa arrested. 干了你！ Wewe mpumbavu. 你打吧。 Usio mbaya hivyo. Kwa shangazi. Ni mama yako wewe. Umenichukulia tofauti kunisi mimi ni mtu mbaya. Lakini ni jambo la kuweza kushukuru kwa sababu serikali imeweza kumwamini binti yako. Na kwa sasa niko stable. Kama uniamini mimi, tuongozane moja kwa moja mpaka mahakamani. Basi inabidi uweze kuwa makini sana na mwanangu. Lakini nakupa onyo. Jambo lote baya ama kufikiria mambo ya kijinga jinga kwa mwanangu, ukisubutu kufanya hivyo, nitakuvunja mguu wako. Hebu usijali. Hebu tuondoke zetu. Fishi. Anaga. Wakatoka. Akimuuliza ni wapi tunapoweza kuelekea. Kuna mahali alikuwa anahitaji kuweza kwenda. Sasa binti ye kazoea tabia wizi. Sasa ni kinyume na sheria, alafu sasa hivi ni ofisa wa polisi. Jamaa ikabidi kuweza kulipa. Sababu ni ofisa anataka kuweza kutumia cheo chake vibaya. Miss Ready, kuna kitu kimoja nataka niweze kuweka wazi. Wewe kwa sasa ni ofisa wa polisi. Unapokuwa constable, tabia mbovu za wizi waache, kwa sababu utakuwa ukiweza kuvunja sheria. Na kuvunja sheria kwa constable kama sio jambo zuri. Unapochukua kitu inabidi uweze kulipa. Anaambia nitafanya kila kitu. Kama ulivyoweza kuniambia usio na wasiwasi kwa maisha ya baadaye. Si ulisema kwamba hutaweza kuwa mtu mbaya na hasira juu yangu mimi? Kula na wewe. Alifika hapa na kuna dawa ambazo alikuwa akiweza kuzihitaji. Cha kwanza kabla yote, alitaka kuweza kujua hizo dawa atapatia wapi. Binti akicheki nje kuna mapokopoko ya kula mazuri. Anapenda kula huyu. Fishi kwa wapi? Kashatoka. Anaweza kaenda kuchukua vitu vya watu na asilipie. Naona ametoka. Wow. Hii babu kubwa. Jamaa kachoka. Kaona poa sio tabu. So wakati anamfuata binti, kuna mwalifu mwingine alifanikiwa kuweza kumuona. Huyo anamuita Black Leopard. Black Leopard kumuona mtaalamu akaunga na mia. Kampamia binti. Alichokibeba kaenda chini. I say, upo salama? Mimi nipo salama. Lakini tayari ameshaweza kuangusha kila kitu hapa, naambia usijali, nitakununulia nyingine baadaye, subiria na kuja. We Black Leopard simama hapo, anamuita chui mweusi. Hello. Anamwandama baba. Wang Chao. Ama Blue Bed. Wanamuita hivyo kwa style yake kupapa. Kufika hapa kasimama. Constable. Sheria ya kazi zetu ina maana kwamba hujui. Kwa nini unafanya makosa? Sheria ni nini? Kumshambulia mwanajeshi ambaye anarudi nyuma ni makosa. Na pia kumkimbiza mhalifu ambaye hajaiba pia ni makosa. Naambia sitaki propaganda za kijinga. Vaa cheni mwenyewe. Lazima nikupeleke ndani. Kapiga mluzi. Wakaja vijana.
Sasa kwa usalama wako ni bora uweze kupita njia ambayo ni sahihi. Lakini kama ukiweza kuchagua njia tofauti, basi utafia hapa. Maliza huyo. Wakamvamia mwamba. Kipondo alichokutana nacho. Ewe. Ui. Mtata. Baba akaona msala si wa kwangu. Asepe. Walishikoshikwa. Jembe ikajua imesepa hapa. Oya! Redfish ya. Anaambia wewe ni panda eyes. Ni mzuri sana wa kuweza kukimbia na kuacha wenzako. Kwa nini unakimbia wa kwanza? Wewe mwanamke unataka kufa? Takuua na kisu. Kweli? Siku hizi inaonekana alafu unakwepa kulipa hata kodi. Sasa njoo ufanye hicho ambacho unakitaka. Leo. Alichezea kipondo. Redfish attack. Huko kipondo kinaendelea. Hawa sero wataenda. Ni shida. Balali ilikuwa ni zito. Kisha kutana hizo sindano. Hapo lazima ukae. Alimfunga fungwa staili ambayo juu. Yaani hiyo miguu hiyo lazima ije hapo kwenye kichwa. Alafu taarabu juu. Unapelekwa mzobe. Funga kila kona. Tulia. Chezo mtamu. Kaza. Mambo anakuja na kuku wengine anashangaa kilichoweza kutokea. Redfish alichoweza kufanya huko kwa Black Leopard kinatisha, maana kamfunga kawa kama mpira ama gurudumu. Analia tu. Wacha kusogea. Unafanya nini? Nafanyaje? Huu ni sero. Kasamisho kama mpira. Assistant officer anasema nani huyo? Mheshimiwa uko salama. Huyu mpumbavu anatembea ni kipofu. Tukafungwa cha mtandike, binti anacheka. Huyu mtu nani? Kitu gani inaendelea hapa? Alituambia kama tupeleke ndani. Mmoja ya watu walikuwa kiweza kutafutwa sana. Kuna taarifa alipewa kwamba kuna ugeni wa ambassador ambaye inatakiwa tribute yake iweze kulindwa na mahali anapoweza kuelekea, kwa sababu ya kuweza kupata mapumziko kuna miles kama 10. Kwa hiyo ikazi akawa ameweza kupewa Ziao pamoja na Wang Chao. Redfish alitaka kuweza kuingilia kati lakini ilishindikana. Lakini kwa sababu kulikuwa na masuala mengine ya kuweza kwenda kutazama materials za vyakula, assistant officer alimchukua Redfish kwenda kuangalia materials za chakula. Maana ambassador ndio ameweza kufika ndani ya menzi yao. Atafikia hapa kwa siku kadhaa katika swala la usafirishaji wa tribute, ambaye huko anapoweza kuelekea kuna umbali wa miles kama 10. Kwa hiyo watu wa kuweza kumlinda hapa mjini ni Wang Chao pamoja na Ziao. Watakisha kabisa kwamba anafika salama salimini kwenye safari yake, na mapumziko atakayeweza kuyapata pia yatakuwepo salama. Basi msafara ukaanza wa governor kuingia katika mji wa Mingjiao na kuendelea kusonga mbele na safari yake chini ya ulinzi mkali sana. Hawa ni watu kutoka Tibetani, kwa hiyo ni kama majirani. Lakini kwenye restaurant moja kuna wauni walikuwepo hapa, wakisema msafara lazima uenda utakuwepo na watu wengi. Hawa ni moja ya waizi. Nafikiri taarifa za ambassador kuweza kuwepo hapa mjini walikuwa nazo. Sasa ana kitu chenye thamani kinaweza kuitwa tribute, yani ni JD light colors. Wewe mpumbavu, nimekuambia nataka kinywaji, unakuja kuweza kuniletea mimi mkojo wa punda, mkojo wa farasi. Wakataka kuliamsha na nyundo kubwa, mpumbavu mkubwa. Nyie barbarians nani? Unakamata nyundo na kuanza kuvunja vitu hapa, inaleta maana gani kama si upumbavu? Hujui unachoweza kukifanya. Wewe ni nani? Humjui Shaka ni nani?
Mimi naitwa Hu Jiang. Cha kwanza sitaki kuweza kuua. Ni upumbavu. Wewe inaonekana unataka. Binti ni hatari, lakini pembeni alikopo mkali. Wanaweza kumuita the king of death. Huyu wanamuita Peng Sangdao ambaye kapewa kazi ya kuweza kumuondoa Bluebird, lakini pia ni mwizi wa hapo town na ana taarifa za msafara wa Ambassador. Anaogopeka vibaya mnapo town kutokana na hilo panga lake lenye cheni. Baba nyundo ilikatwa. Alipapaswa uso. Mara panga mezani. Umama ndo mmiliki wa hapa. Kama mmemaliza mambo yenu ya kipumbavu, nafikiri kuna watu wengine ambao mnaleta shida. Nawe pia unataka maisha yako naweze kuondosha. Jina lako ni zuri kwa sababu unaitwa Hua Mun na kufahamu vema zaidi. Wewe ni mtu mzuri, lakini unafanya mambo ya kipumbavu. Nataka kujaribu moto. Panga lake likavutwa. Peng Sangdao akamvuta binti, panga shingoni, wapambe wakajisogeza. Kisu cha chini. Wewe ina maana kwamba ndo the desk king? Peng Sangdao akaambia ndio. Hilo ndo jina langu, nafikiri unalifahamu. Leo nitaokoa maisha yako. Chukua watu wako na usepe. Mpotee hapa. Wanamuhanya. Bro, wewe kwa njia unaweza kuitumia ni babu kubwa. Inabidi watoto waweze kuondosha bila kuweza kupoteza muda. Ambassador atapita hapa na farasi wake muda si mrefu. Nafikiri atakopo na mali nyingi. Kwa hiyo sio tatizo, tutaweza kumdhibiti. Lakini kuna ulinzi wa kutosha wa constables yao pamoja na Wang Chao ama Bluebird. Kweli wakati wanasonga mbele, Peng Sangdao na watu wake walishaweza kujiandaa kuvamia msafara wa Ambassador ambaye atafikia hapa kwa muda baada ya kutoka katika safari ndefu sana. Pale pale mshike unaanza. Wang Chao, mwanaume wa kazi mwenye uwezo wa hali ya juu. Ambassador inabidi kuweza kupambana kulinda amana kubwa sana, kitu yenye thamani, cheni moja yenye thamani kubwa na historia ndefu. Shikilioga na mamanki ambao wanakuambia kwamba ina rangi 7. Kipindi cha full moon huwa unawaka na kutoa mambo mengi mabaya, na pia inawezekana kuweza kusaidia ukaishi miaka mingi pasipo kufa. Inapaswa kulindwa. Mamba anacheza na hiyo panga. Yupo juu ya mzigo anataka kuchukua farasi. Wang Chao kafika. Mwanzo si alimkimbia. Sasa ana bahati. Lakini kuna kazi alipewa na mtu siweza kumjua ya kumuondoa mtu huyu Wang Chao. Ni bwana sura yake mwanzo hatukuiona, lakini ni tishio. Wewe. Ha. Walichezea kipondo. Hapo alikamatwa. Peng Sangdao alikamatwa. Constable Wang, wewe ni mtu ambaye ni bora, una ujuzi wale juu. Ni jukumu langu la mimi kuweza kulinda, nitakulinda mpaka mwisho. Wewe upo salama na mimi nipo salama. Hilo swala waachie walinzi. Inabidi tuweze kwenda ukamwone daktari kuweza kupata dawa. Sababu alidhurika kidogo mkononi. Sasa kupanda pili taarifa zinakuja. Wewe vipi, mbona kama huoni wewe una matatizo gani? Ambia kuna matatizo yameweza kutokea tena makubwa sana. Farasi wa Ambassador wamevamiwa na majambazi. Walikuwa wanahitaji kuweza kuiba tribute. Lakini Constable Wang na maofisa kadhaa wameweza kudhurika wakati wanadhibiti hao wahalifu. Binti akatoka speed. Brother Wang yuko wapi? Constable Wang anamuita brother Wang. Akajua ndio anaweza kutibiwa hapa, anangeuza hatari, kumbe huyu ni mtu mwingine. Baba, wacha mpige. Kaka, utamua mgonjwa wa watu, sio yeye huyo. Nani anaweza kupiga sasa? Binti analia.
Brother Wang ndo anatoka ndani. Alikutana vituko vya binti akawa anacheka, atamua mgonjwa wa watu. Anajua huyo ndo Wang Chao. Masaa kadhaa sijakuona, alafu ndo unakuja huko Nyali kama hii. Hili limetokeaje? Nani kakudhuru hivi? Baba analia, utaniua. Sauti haitoki. Maana kapigwa bandage uso mzima mpaka mdomo. Sasa anamvuta kumwambia niko huko. Niache. Kamtonesha mtaalamu. Binti ni kuita Wang Chao, Wang Chao. Akamfuata tena mshika. Nimekwambia niachilie. Anageuka. Kibo. Ni upuzi gani nilikuwa nikifanya hapa? Kumbe huyo hapa. Kumbe hujafa. Mpiga mgonjwa wa watu. Umenitisha mimi kufa. Sasa unafikiri kwamba na mimi pia sijaumia vibaya? Uko salama? Basi inatosha, usijali. Ipo salama. Tijazurika sana. Sasa ndani ya sero kuna mtu mmoja yuko na paka hapa. Ujamani hatari kwa sababu ni inuchi. Hacho kikubwa na nitishio. Sero aliletwa Peng Sangdao ambaye alimpa kazi. Ndio aliweza kutoa kazi kwa Peng Sangdao. Mambo matatu tayari umeshaweza kuyavunja kwa sasa. Umevuruga kila kitu. Na bado unahitaji kuweza kubaki katika usalama. Wewe unafanya nini hapa? Yuko na paka wake. Lakini nilikupa kazi na Bluebird uweze kumondoa, lakini mwisho ni machafuko tu yameweza kutokea na hujaweza kutimiza jukumu lako. Sasa nashindwa kuweza kuelewa. Nipe nafasi mheshimiwa, kwa wakati mwingine Bluebird atakufa. Ziao alikuwa pale. Ziao inaonekana sio mtu mzuri, yuko upande wa Inuchi na anamheshimu sana Inuchi. Kwa ni rahisi kuweza kumsaliti hata rafiki yake, kwa sababu anashirikiana mtu ambaye ni hatari, mwenye kutaka Wang Chao aweze kufa. Inabidi kutafuta mtu mwingine wa kuweza kuifanya hiyo kazi. Sasa nitoe hapa. Huyu mtu hataki kuweza kubaki. Alipigwa beto na kuuawa. Ziao sio mtu mzuri kabisa. Yuko upande wa Inuchi. Ni rafiki mnafiki. Anamheshimu Inuchi kwa sababu ni tishio, na ni tishio kweli. Mainuchi wanakuaga hatari vibaya. Fungeni barabara tena kwa haraka. Zinahitajika kamba zenye nguvu. Kuna vipande vingi. Kuna amana nyingi sana. Hizo tunatakiwa kuweza kufika salama salimini kwa sababu ni hazina ya pekee mno. Hazina ya taifa. Hapa iko list ya tribute zote. Lakini bado sijawahi kuweza kujua kazi zake ziko vipi. Unaweza ukanielezea? Sanduku moja liliweza kuanguka na kufunguka. Governor aliweza kuona mkufu ambao ulimshangaza. Unawakawaka akautamani. Na hata mwamba aliweza kuona ni kitu chenye thamani. Ziao akawa anasikiliza maelezo. Hii ina rangi 7. Inatumika na mabuda wa Java. Kila bits hapo ilipatikana katika viwanja vya barafu. Na usiku huwa zinawaka, hasa kipindi cha full moon. Hutumiwa na majenero na hutibu magonjwa na kurejesha roho zilizoweza kupotea. Yaani kiujumla hiyo ni maisha. Sasa gavana anataka kuchukua mzee Katamani kuambia kwamba ndio maisha hii. Ukufanya kuishi kwa muda mrefu. Ziao akawa anasikiliza maelezo yote. Sasa nipatie, kwa sababu hiyo ni kitu ambacho ni takatifu. Huhifadhiwa ama kumilikiwa na mfalme. Kwa hiyo akaichukua. Mzee akaitamani akawa nikipata hii naishi miaka mingi. Sasa nitaipataje?
Mabwana wawili, chakula tayari. Chakula cha jioni. Bwana wangu, wacha nikulinde kuweza kupeleka kwako. Sasa ikabidi kuweza kuweka nayo karibu ili kujipendekeza aweze kujua ataweza kupita vipi na hiyo jedi ya ajabu ambayo ina rangi 7 tofauti. Usiku zinawaka, zinatibu maradhi na kurejesha roho zilizoweza kupotea. Yaani ni uhai kiujumla. Hapa wakawa wanakula. Ili kupo ni ofa ya pekee iliweza kutolewa na gavana baada ya kuweza kusaidiwa na mtaalamu. Leo alitaka kuweza kunywa naye pombe, lakini jamaa kumbuka hanywi pombe. Leo umenitoa katika hatari, nikushukuru juu ya yote ndugu yangu wangu. Tunywe kwa heshima. Lakini tributi zako kuweza kuwa kwenye usalama. Basi alikunywa kidogo na binti akupenda kumuona jamaa anakunywa. Lakini mheshimiwa, utaki kuweza kunywa, ni hatari. Na kunywa kwa sababu ya brother wangu yuko hapa. Lazima tuweze kupata naye glasi ya wine. Kutaka aweze kunywa kwa sababu na safari ya kuweza kufikisha tribute salama salimini huko unapokwenda. Brother wangu, furahia wewe mwenyewe binafsi. Okay. Binti akaona mambo gani? Wewe anamfanya brother wangu aweze kunywa sana. Sasa assistant officer akinywaga pombe anakuwa mwewe. Yule mzee wa chafi. Yeye ndo hataki kunywa pombe kabisa. Maana anaweza kaleteana noma hapo na kitu yoyote akijua ni mtu. Binti akampiga na tunda wengi. Kuna nini mheshimiwa? Kujua ameadhibiwa na binti anacheka, ni kitunda tu kidogo alimpa. Sasa assistant officer kashaanza kulewa. Binti anacheka. Nipo salama, usio na wasiwasi. Usio na wasiwasi kabisa. Tuendelee kunywa. Gavana naye pia anatamani ambassador anywe alewe ili aweze kumuibia ile cheni kirahisi. Miss Lady, unaenda wapi? Binti alikuwa na hasira. Wapi unaenda? Wewe unataka mimi niweze kwenda wapi? Unafikiri kwamba sina macho? Najua kabisa kwamba misifishi wetu haipo salama. Binti akampa kitu. Kama ni kwa sababu yangu mimi, basi ofa yangu naweza kuitoa. Naomba unisamehe kama nimekuudhi. Leo nataka niweze kujua ujuzi wako ni upi. Sababu ni mjuzi sana, mzuri sana kuweza kunywa pombe. Akataka mjaribu kwamba akinywa pombe je bado anasikana kupambana. Kajikuta anateleza na kuanguka mwenyewe. Uko salama? Niache. Shida nini? Unanikera sana. Kila mmoja ananikataa mimi. Naonekana kama mpuzi. Yaani umeniacha pale mkaenda zenu mkanywa pombe wenyewe. Nimeweza kununua snacks kwa ajili yako lakini upumbavu tu. Nakwambia sintoweza kuongea naye tena. Ndio akakumbuka alijua binti muda ule aliweza kula bure bila kuweza kulipa, kumbe alinunua. Na alinunua kwa sababu yake. Akapigwa kikumbo na Black Leopard zilianguka. Kumbe alilipa. Na alinunua kwa sababu ya mtaalamu. Wanaweza kumuita brother wangu. Anasema keki zote tayari zimeshaweza kuharibika. Akaona isiwe tabu. Kumfurahisha binti inabidi kuweza kula. Sasa kwa nini bado unaendelea kuweza kula? Nakula kwa sababu ni tamu. Ni tamu sana. Tena sana kuliko hata chakula cha jioni tulichoweza kukipata pale. Unataka nini kutoka kwangu? Siku hizi mbili matatizo makubwa yameweza kutokea hapa mjini. Kuna wakati unaondoka bila kuweza kuaga. Ndio maana nakuwa na wasiwasi na nakuwa nikiweza kufuatilia. Kwa hiyo una wasiwasi mkubwa juu yangu mimi. Kwa hiyo tunawezekana kuweza kucheza mchezo. Lakini kumbuka kabisa kwamba maofisa bado wako katika meza. Okay. Basi utaki kampani yangu, ondoka. Nitabaki mwenyewe. Ondoka. Kama utaki kucheza na mimi, ina maana kwamba utaki kampani yangu. Unathamini kazi yako. Basi ikiwa unahitaji tucheze basi hakuna shida. Nitakupatia kampani.
ndio furaha ya binti. 虽然还差， Sasa hapo ni babu kubwa, wakacheze, hakuna shida. Mama anashangaa Fishi amerudi. Alikuwa akiaga. Hebu njoo. Kuna jambo nataka kuzungumza na mwanae. 娘，坐。 Mama, kaa chini. 什么事啊？ Nini tatizo? 个女儿 Wewe ni mwanamke. 当什么捕快？ Hivi kwa nini unahitaji kuweza kuwa constable? 少来！ Kwa nini usikae mbali na Wang Chao? 娘， Mama, 我怎么 mbona unamchukia sana brother wangu? 了呢？ Kuna sababu. Fishi, 你还记 unakumbuka ile hadithi ya Liu Hanyang niliweza kukwambiaga? 得的？ Akambia ndio. 这话说关中， Anasema kulikopo na shujaa mmoja kutoka Gunzao, waliweza kumuita Liu Hanyang. 5个人， Liu Hanyang alikopo na marafiki zake 5, 这有韩语 lakini Liu Hanyang 语 alikuwa ni hatari, mjuzi wa kupambana na vitu kama sindano, 都是 na akaweza kudhibiti vitu vyote hatari. Baadaye Nizuka ilikuja na kuweza kuingia. 别人的后辈。 Liu Hanyang 二爷也是拼尽 akiwa na master, unaweza kumuita Master Wong, ambaye alikuwa ni bora, 唐老三，唐老 waliweza kudhibiti mizuka hao 3 na kuweza kuondosha kupitia kisu maalum. Sasa yule Liu Hanyang niliweza kukuambia ndiyo mimi. Ile hadithi nilikuwa nikaweza kupatia ni ya mimi. 神经 Hong ndio alikuwepo, ni baba yako, 让一 mtu ambaye alikuwa ni kama Robin Hood. 后来 Lakini baadaye 因为 wakati tunazunguka, baba yako aliweza kunilinda mimi sana. Aliwao na maofisa pamoja na wanajeshi, kutokana na uwezo mkubwa aliokuwa nao. Maofisa na wanajeshi waliweza kumua kipindi ni binti mdogo. Mama anatoa hadithi ilivyokuwa. Kwa nini hataki mwanae aweze kuweka ukaribu na maofisa wa polisi ama kuamini maofisa, kwa sababu alimuua baba yake. Mzee alipambana kwa ajili ya mkewe na mtoto wake. Alipigwa panga. Rengzian au bwana Hong Rengzian anaambia mama, 说的 sasa 好王八， kwa nini unasema hilo? Lina fundisho gani kwa brother Wong? Nimekuambia usije ukasahau. 你爹是被关， Baba yako aliweza kuuawa na maofisa na wanajeshi. 那时候娘就发誓 Sasa mama yako anakuapia. 才来往。 Sihitaji ukaweka karibu na ofisa yote. Sihitaji ukaweza kumwamini ofisa. 王朝走得那么近， Wewe na Wang Chao najua kabisa mna ukaribu. Mimi ni mama yako, najua kabisa kwamba unampenda. Lakini usisahau, 都是 wewe ni mwizi. Sisi yani wote ni waizi. 你们在一起不会 Sasa ni majibu gani yataweza kujitokeza mazuri pindi mkiwa pamoja, ikiwa ni mwizi na ule ni ofisa? Usiwe na mtu yule. Mwizi huwa wabadiliki. 娘， Lakini mama, 娘就你一个女儿， mimi ndo mama na wewe ndo binti yangu wa pekee. Sitaki Fishi akaweza kuteseka au kuingia kwenye tatizo. Kwa naomba unisikilize. Ulikuwa ni ushauri wa mama akimsii mwanae asije akaweza kuweka mazoea na ukaribu na bwana wangu. Asiamini ofisa wote, kwa sababu baba yake aliuawa na wanajeshi pamoja na maofisa. Basi alimpromise mamake kwamba atafanya hivyo na hatokutana tena na Wang Chao. Lakini mapenzi ya mama na mapenzi yalikopo ndani ya moyo, 这是 yapi 不辞道 yataweza kushinda? Tutaangalia. 恕不远送。 Bwana mkubwa leo ndo alikuwa akiweza kufunga safari kwa sababu ya kuondoka zake sasa kurudi huko Tibetine. Huyu ni ambassador, kwa hiyo msafara ukaondoka, lakini gavana alikuwa akiweza kutabasamu. Anasema hii ni safari kubwa sana. 咱们回吧。 Kurudi kwa hawa 多出钱呢？ katika hiyo safari, anasema hao ni kama viazi tu. Assistant officer akamuuliza bwana Sio, 我满意， mbona unaongea maneno ambayo ni mabovu? Akamwambia hapana, 我这就去。
kuna kitu kimoja nataka niweze kukuonyesha, naomba unifuate. Kuna jambo moja la siri nataka niweze kukuambia. Akamuita Wang Chao. Sijui ni jambo gani la siri. Ziao sio mtu kabisa. Alipotoka akaja kwa Inuchi, mtu mbaya sana. Inuchi, msafara wa tribute umeshaweza kuondoka na Pan Shinpei usiku wa jana. Wakati nabeba boksi la tribute, kuna bets ilikupo ndani ya boksi ambaye ina rangi 7 tofauti. Ni amana ya pekee. Iko imeweza kuhifadhiwa katika kibanzi cha siri. Wakati watu wengi walikuwa wameweza kunywa pombe na ambassador alikuwa ameweza kulewa, lakini anaamini governor alikuwa hajalewa. Assistants akawa anazungumza na kuropoka vitu vya ajabu ajabu, anaongea na miti. Nitakuwa wewe. Unajua mimi nani wewe? Unakuja kuniletea mambo ya ajabu ajabu, unamwangalia nani wewe, mpumbavu wewe? Nakwambia naongea na majani, pumbavu. Takubutu wewe. Twende ukajipumzishe. Ziao anasema muda huo akaamua kuondoka. Ina hadithi anatoa kwa Inuchi kuhusiana na Bwana Penny huyu hapa ambaye ni governor. Akawa anamuita ambassador. Twende nikupeleke basi ili ukajipumzishe kwa sababu umelewa sana. Kwa hiyo nikaanza kufuatilia. Sasa hivi umeweza kumondoa Peng Sangdao. Wewe ndio unatakiwa kuweza kukamilisha hii kazi. Yaani ya kumondoa rafiki yako Constable Wang Chao na pia kuweza kumondoa Governor Penny ambaye aliweza kuiba ile jedi yenye rangi 7 tofauti. Ina thamani kubwa ya kurejesha maisha. Mwamba baada ya kurudi nyumbani kumimina kinywaji hakuna, anakumbuka maneno makali mama aliweza kumwambia. Baada ya kuweza kwenda nyumbani kwa kina Redfish alikwenda kumona, lakini mama alimwambia mwanae hawezi kuwa ofisa na hawezi kuweka ukaribu na maofisa kabisa. Sitaki jambo lote bali kaweza kutokea kwa Fish. Kwa hiyo kwa usalama wako tu ondoka na muache Fish kama alivyo. Sitaki ukaendelea kuweza kuonana na Fish. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo mama alitilia mkwazo, huku mengi akiwa anajaribu kuyakumbuka. Mafunzo aliweza kuyapata kwamba wewe ni mtu mwenye moyo mweupe na safi. Usitaki ulimwengu kaweza kukuangusha na kufanya ukaweza kusahau kwamba wewe ni binadamu. Huu ni ushauri kwako na uwekea akilini kabisa. Mafunzo aliweza kuyapata hapa na adabu uliokuwa nayo kwa kipindi chote, basi hiyo discipline nenda nayo hivyo hivyo, itakusaidia uko mbeleni. Kwa hiyo hapa ndipo siku anamaliza mafunzo na kujiunga na jeshi la polisi. Kwa askari jeshi alitoka katika tempo na yale mafunzo aliweza kuyapata na elimu safi ya Shaolin Temple wa martial art aloipata ndio anaweza kuyatii kwa sasa. Sasa ameshatenganishwa na Fish. Wakati anapita pita alimuona Redfish kwa mbali. Aliamini hajemfananisha. Naye tayari ameshaanza kumpenda. Lakini kuna taratibu za jamaa kuweza kuwao. Na kazi kapewa partner yake Ziao ambaye anafanya kazi na Inuchi na jedi pia inatakiwa kupatikana. Mbona binti nimemwona hapa? Wapi alipoweza kuelekea? Wanaita Legend of the Blue Birds. Hadithi ya ndege wa blue, ndiye huyo hapa. Wang Chao. Kumbe binti naye pia aliweza kumwona mwamba. Anatamani sana kuweza kuwa naye, lakini pia anasikiliza ushauri wa mamake, sababu ndiye mamake aliweza kumlea kipindi chote baada ya kuweza kumpoteza baba. Lazima pia kuweza kumtii, lakini moyo unapenda na huku akili kimfikiria mama hataki. Binti alikuwa na mawazo. Uko stable ikabidi kuweza kuacha na kuendelea na kazi yake wizi, huku akiwa anawaza mengi sana aliweza kufanya na jamaa. Kuna zawadi aliweza kumnunulia binti. Hiyo siku akiwa pamoja. Anasema ni pendant nzuri sana ya Fish. Inapendeza. Sasa mimi nitaweza kukutumia nini wewe? Huna haja kuweza kunipatia mimi chochote. Sasa hii itafanyaje kazi? Wewe unipatie kitu mimi sikupe kitu. Nimepata wazo.
Geuka. 哎呀， Geuka huko, fanya haraka. 指头看， Wewe geuka huko. Alitoa vazi moja maalum, ni mavazi ya kupigania vita ya zamani. Yaliyotumika kama bullet, lakini cheni za chuma ndogo ndogo. 假呀， Wanaita golden thread. 假的， Hii mama yangu alipewa na baba yangu akahifadhi. 就连什么 Baadaye aliamua kuweza kunipatia mimi. 都是 Akisema kitu chochote cha chuma, risasi, eza silver, chochote kile akiwezi kutoboa na kuweza kudhurika. Sasa mimi nina haja gani kuweza kutumia vitu kama hivyo? Basi kama utaki na wewe baki na hicho kifishi pendant chako. Kwa hiyo ilibidi kuweza kukubali na kuchukua. Hayo anayakumbuka. Kitu binti alichoweza kumpatia ni zana ambayo inawezekana kuweza kumlinda kwa sababu ni ofisa. Kutokudhirika na kitu chenye ncha kali, iwe mshale, mkuki, kisu. Usiku ulipofika, binti kwenye maindo yake ya wizi kama kawaida. 故意 Hii ni kama heshima tu mheshimiwa. 编织 Kwa cheo ulichoweza kunipatia, 我这 basi na mimi nikaona niweze kuletea zawadi hii ndogo. Kilikuwa ni kipande cha dhahabu. Binti akawa anawasikiliza. 是他 Ni zawadi ndogo. 大官定当上门拜谢。 Kwa hiyo baada ya kuweza kumaliza kazi nimekuja kwa sababu ya kuweza kushukuru. 下官告辞， Mimi naondoka kwa sasa ofisa. 我送你。 Wacha nikusindikize. Walipotoka wakaacha na kile kiboksi pale. Huyu binti anaiba kila kitu. Msosi haachi, matunda haachi yani. Pesa anaweza akakusamea. Lakini kipande ya dhahabu hii si mchezo. Kaingia ndani kaanza kutandika maepo. Simu hizi. Hii babu kubwa. Jiwekea na kinywaji kabisa. We nenda sindikiza huko, kirudi ndani unakutana na manyoya. Anajihudumia kama kwake. Hii kali yake hii. Kajiachia. Kudadeki. Kwanza kuna nini hapa? Faida hakuna kuacha. Pona ngoma inawakawaka namna hii. Hii sasa sawa. Ngoja nimalize kule nitaipitia. Kwa bahati mbaya kibobo kile kikaanguka kishindo ndani. Wewe mwenye nyumba kaona. Binti akaona makosa haya. Nyimbo ya taifa. Mwizi! Akapigiwa nyimbo ya taifa. Jamani, kama teni mwizi. Wakati anaita mwizi, Wang Chao naye anapita kwenye ile eneo. Mwizi, mwizi. Si akamwona mwizi juu. Akaamua kudili naye. Hakujua ni nani. Wala binti hakujua kwamba anafuatiliwa. Mwamba akaanza kufukuzia kwa sababu ni constable na ni polisi, ni kazi yake. Yes. Binti akakosa kitu chochote. Kina anasonga mbele. Hamadi. Wang Chao huyo hapa. Mtu ambaye alimpromise kwamba ataweza kuiba tena. Fish, kweli ni wewe? Binti atafanyaje? Atamkataje Mwamba? Ni aibu kweli. Ni nini ulichoweza kuniahidi mimi? Umeshasahau? Kwa nini unaniangusha? Alimtisha. Unajaribu kuhitaji kuweza kunitisha kama mara ya mwisho? Tafanyaje sasa? Jamaa anampenda. Siwezi kuamini chochote utakachoweza ukisema kwangu kuanzia sasa. Lakini mimi sijaiba kitu. Mwizi ni mwizi. Juu ya yote hawezi kubadilika. Nitabebaje hili na kuweza kuamini wewe kwa njia ambayo unaipitia? Wewe kweli ni mkosaji. Hakuna msamaha. Anakumbuka maneno ya mamake kwamba kwenye macho yetu sisi ni waizi. Alimpiga mwanaume na sindano na jamaa hakujisogeza wala kutaka kuzikwepa. Zilimpeleka chini kwa sababu zina nguvu. Binti akaondoka, lakini hakupenda kufanya ile jambo kwa sababu anampenda Wang Chao. Sasa kwa bahati mbaya shetani rafiki yake anapita muda ule. Wanaweza kumuita Zian Shimbei. Brother wangu vipi? Nini tatizo? Nini tatizo? Nani kakudhuru wewe? Twende kupeleke kwa daktari. Twende kupeleke clinic.
Kavuta kisu na kumtoboa mwenzake. Ningekupeleka kwa dokta lakini inochelea kutoka kwenye capital. Kanituma nikuue wewe. Lianza kumkanyaga, tandika kisawa sawa. Amka. Wewe ndio unajiita Bluebird. Amka upai. Chapa. Hali ni mbaya. Binti bila kujua kafanya makosa. Wang Chao yuko katika mtihani mzito. Anakwenda huku, huzuni ni mkubwa, ajui kizaza gani kinaendelea nyuma. Kumbe Ziao sio mtu. Kufika hapa alisita. Atakuwa amemwacha kwenye hali gani na zile sindano zilizoweza kumdunga. Amka juu. Wewe si ndo Bluebird? Ndege wa blue. Huwezi kupaa. Sasa niambie, ana msanifu mwenzake. Unataka nikupeleke kwa dokta gani? Kliniki gani nikupeleke? Kamtoboa tena kisu kingine cha kifua. Mara brother Wong. Jamaa kusikia sauti ya kakacha. Binti alirudi akawa anaweza kuita brother Wang. Wang Chao na mkuta yuko chini ndo anashangaa. Nini tena kimekuta? Hali ni mbaya, katobolewa vibaya mno, yuko hoi binti abani. Binti alijua makosa ni kwake. Wang Chao amka, Wang Chao amka. Amka Wang Chao. Nini kimekuta? Yote ni makosa yangu haya. Ni siku mbili simoni Redfish wala Wang Chao. Sijui ni wapi walipo. Wapi watakuwa wameweza kuelekea. Nahisi watu hawa wana ukaribu hao. Hawa watu wawili watakuwa na ukaribu. Mimi nina mashaka na huyu Redfish. Jamangu Ziao, inaonekana una wivu jamangu kidogo wewe. Si unaona? Ulipo taarifa Imperial Commissioner amefika. Ni kamishna mkubwa sana tena kutoka ufalmeni, mmoja ya makamishna wakubwa ambaye wanatambulika na ufalme. Twende rako kaweza kumpa heshima, tujue taarifa gani zimeweza kufika hapa. Mpaka Imperial Commissioner kuweza kufika hapa, kuna jambo kubwa limetokea. Sasa hawataweza kuondoka hapa mpaka chanzo kijulikane nini. Governor wa Minzao alikuja na kuweza kutoa heshima kwa Imperial Commissioner. Anasema nimeleta hapa, kuna order ambaye nimeileta. Ilibidi kuisoma. Kwamba ni order ya kifalme. Tubo tribute ambazo ni nzuri kabisa wakati zinasafirishwa. Chini ya wanajeshi wa kifalme ziliweza kupotea. Sasa nataka ufanye upelelezi ndani ya siku 10. Kesi hiyo imefungwa. Na hiyo Tubo tribute Jade iweze kupatikana. Kamata order, kuna watu zaidi ya 1500 hapa mjini. Na muda si mrefu alimwambia maofisa watabadilishwa. Kwa hiyo anapewa siku 10. Kesi hiyo imefungwa na Tubo tribute Jade iweze kupatikana. Baada ya siku 5 tutabadilisha maofisa wapya. Hilo ni jukumu lako Governor Pen. Tumeelewana, kaambia nitafanya kwa ubora zaidi. Sasa huyu bwana ndo anajua ile Tubo iliweza kupotea iko wapi. Kumbuka ndo aliweza kuiba. Je, anayo? Atauza kesi kwa nani? Kwa sababu ni kitu ambacho kina thamani, lakini ni mali ya serikali, tena inahitajika, ni amri ya kifalme. Mbona unatetemeka namna hiyo? Anaambia nitafanya nini? Kwa stable Ziao. Kipi nitaweza kufanya kama wewe ungekuwepo ni mimi? Tufanye nini? Ziao akataka kuweza kuuza hii kesi kwa mwenzake, lakini anajua ile ngoma iko kwa nani. Anasema mtu wa kuweza kumtumu ni Redfish pamoja na Wang Chao, kwa sababu ile usiku watu wengi sana waliweza kunywa, lakini wao wawili tu ndio hawakunywa na hawakuwepo pale. Sasa nina mashaka nao. Kwa hiyo anauza hii kesi ili kutafutwa na jamaa waweze kuua kabisa. Kwa hiyo atakuwa ameweza kuiba hii tribute. Sasa hilo sio jambo zuri, cha msingi ni kuweza kutafutwa. Watafutwe, yani kusachi, yani mji mzima. Lakini governor si ndo anaye kaingia ndani kwenda kuangalia Tubo ipo. Lakini Ziao naye pia anafahamu kwamba nani aliiba.
kwa ambasa. Akaja kwenye mto wake. Anasachi kwani kuna kitu. Hapa ndipo anapochanganyikiwa. Kumbuka ule usiku alimchukua ambassador akifosi aweze kwenda kujipumzisha. Kwamba bwana mkubwa amekunywa mwenyewe. Sasa nimemrudisha muweze kumpeleka kwenye posti yake nyumbani. Naambia mheshimiwa hawezi kutoka pale bila ruksa. Ruksa kitu gani? Baridi inaweza ikamshika na safari yenu ikaweza kuchelewa. Nisaidieni muweze kumweka huko ndani. Nafikiri ni jambo zuri. Vijana ikabidi kuweza kumchukua wampeleke mheshimiwa akajipumzishe. Na hiyo ndo nafasi ambayo ambassador aliamua kuitumia kuingia kwenye store iliweza kuhifadhiwa vitu yale masanduku ili kupita na ile tubo Jedi Tribute yenye rangi zaidi ya 7 tofauti ambazo zinawaka. Inatibu magonjwa mbalimbali na pia ni maisha kiujumla. Akafungua masanduku. Akasachi kila kona. Ulinzi ni mkali kwa sababu hii ni amana ya kifalme. Haitaki kupotea hata moja. Sasa jamaa na wenyewe wanarudi baada ya kuweza kumpeleka ambassador kwenda kujipumzisha. Balozi. Na wao ndo wanarudi kuelekea kwenye posti yao ambaye mwamba ndo yuko ndani huko. Asije akabambwa baada ya kuipata alishukuru. Anapenda hizi Jedi. Hey. Si mchezo. Akapishana watu wao. Hawakumsanukia kwa lolote. Akaenda kumonyesha mke wake. Hii ni nzuri kuliko hata ile bibi yako aliweza kupatia. Sasa unipe nivae, wewe mpumbavu nini? Nani kakwambia uvae? Unataka kufa? Ni tribute. Unataka kuweza kujua wewe mwenyewe? Hii ni adhina kubwa sana. Hii ni zaidi ya maisha. Sasa kaja uko namuita mkewe. Leo kaikosa. Ile beti iko wapi? Mimi sijui. Wewe ndio ulikuwa nayo. Wewe ndio ulichukua. Eti nini? Kachanganyikiwa. Akaona hii ni kasheshi. Assistant officer. Kuna matatizo gani wewe? Nini shida? Kaita watu wote maofisa baba. Sasa kesi imeshakuwa ni nzito. Kwa sababu ni nzito, anasema amri inaweza kuitoa. Msako upigwe mji mzima. Toa taarifa kwa walinzi wote. Waizi wote, mtu yote mwenye rekodi ya uwizi mjini akamatwe. Mheshimiwa usifanye hivyo eti. Fikiria mara mbili kwanza. Ndio hivyo, anatema mate. Haya nendeni. Kazi ipo. Sasa kwa Inochi huko. Mbwa Li Kongyun amekuja. Anasema sasa hivi wa kuweza kutumiwa ni Wang Chao pamoja na Pan Shinpen ambaye ndio aliweza kuiba. Lakini fikiria sana kuhusiana na promotion yangu. Una uhakika kwamba Wang Chao kafa? Analimwambia Wang Chao kifo atampandisha cheo. Lakini hana uthibitisho ziao. Nilimzuru zaidi ya mara 10 kifuani na kisu. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuishi. Mwili wake umepata. Sijali kwa hilo. Kama ipo hai nataka nimuone. Na kama amekufa nataka niweze kuona maiti yake. Hawezi kuwa hai. Sogea hapa. Limpa moja. Kamkamata we pimbi. Yaani mimi nazungumza na wewe pia unataka kuzungumza? Iwe kuamini ama kutokuweza kuamini. Nataka unithibitishie. La sivyo naye pia
utakufa. Wewe na pension pay mtakufa. Akampa kitu chenye thamani kubwa anakijua, ili awe mpole. Hii ni maisha hii baba. Anaifahamu vizuri. Sasa ile treasure ipo kwenye mikono yangu. Sasa nitakupatia tu kiwango cha siku 3 uweze kuniletea majibu kuhusiana na Wang Chao. Siku 3. Kama yupo hai nimuone, na kama amekufa nione maiti yake. La sivyo wewe na Peng wote kwa pamoja mtaangamia. Nitawaua wote. Yaani pamoja na gavana, kwa sababu si ndio wa kwanza aliweza kuiba. Sasa naye hataki kuachwa, maana analeta ukuda. Dawa inabidi kuweza kutengenezwa. Mama ilibidi kuweza kubeba jukumu la kuweza kumsaidia mwamba. Hata kama hakutaka mwanae aweze kuweka ukaribu na Wang Chao, lakini swala kuweza kutenda msaada ni jambo babu kubwa. Mama inabidi uweze kuongeza basi dawa kidogo hapa. Anaambia babako aliweza kunifundisha ujuzi wa pekee wa kuweza kutengeneza dawa. Kwa hiyo dawa itakopo ni bora. Na nafikiri mama yangu wewe ni mtu wa aina yake sana. Hii dawa brother Wang akiweza kunywa, nafikiri kama akiweza kupona atakusaidia kwa mengi. Toka lini ukaweza kumjali mama yako? Angali muda wote umemganda tu brother Wang. Sio hivyo. Wewe ndo mama yangu, wewe ndo kila kitu. Brother Wang na mimi tutakusaidia kila siku. Basi kama ni hivyo itakuwa babu kubwa. Anasema Golden 3D aliweza kupewa na binti alikuwa ameweza kuivaa muda ule. Yaani ile cheni ya silver ndio iliweza kumsaidia kutokuweza kutobolewa na kuweza kuzurika sana. Kwa hiyo ni jambo la kuweza kushukuru. Siku hizi nimeweza kuumia sana. Binti alimshukuru binti kwa kuweza kumsaidia. Anasema mimi ndo niliweza kusababisha wewe ukaweza kuingia katika majeraha makubwa kama yale. Naomba unisamehe. Kaambia sikiliza Fishi. Usifikirie juu ya swala kama hilo. Kama sio wewe, ningelikuwa katika giza. Na ingeniumiza zaidi. Na ningelikufa pia. Baada ya kuweza kupona, tutakwenda kumuondoa huyu Zhao Sunbei. Sawa. Alafu tutapaa wote kwa pamoja. Haina haja ya kwenda kumtafuta Ziao, bali yeye mwenyewe atakuja kututafuta. Kwa hiyo usijali. Kwa hizi siku kadhaa, wewe na shangazi mtakuwa katika usalama. Baada ya kuondoa watu wao wote ambao wanaweza kufanya maovu, mtakuwa kwenye usalama. Usiwe na wasiwasi kuhusiana na sisi. Ni washukuru wote kwa pamoja. Zia anaingia na kikosi makostebo kadhaa. Anamfahamu huyu mama kwa jina moja. Mwizi mzuri si ndio wewe? Liu Hanyang. Anaambia hapana, mimi naitwa Yin Inyang. Na kujua vyema zaidi usiongee upumbavu. Huyu mama ni hatari. Red Fish pamoja na Wang Chao wako wapi? Sijui kitu. Funga mdomo, kamata huyo. Wa kwanza anakwenda kilichomkuta. Mama ni shida. Woda. Asante. Jamaa kampulizia moshi unga fulani. Dogo akawa anatazama ili kupeleka taarifa, maana Wang Chao alikuwa ameweza kuhifadhiwa kwenye store huko. Lango unagongwa, mama akawa ameweza kutekwa, mamake na Red Fish. Nini kimetokea? Tatizo ni kubwa. Mama yako amekamatwa. Mama yako amekamatwa. Ni kizaza. Nani aliweza kumkamata? Ni Ziao. Binti akaanza kumfuatilia Ziao taratibu kwamba ni wapi anapoweza kuelekea. Kujua mamake kahifadhiwa wapi ni kumfuatilia huyu bwana. Oya,
Unafanya nini? Hey, Bluebird ni wewe? Dogo alikuwa akiweza kukacha mezake mji kwa sababu kuna kamata waizi wote. Hebu naomba njoo tuzungumze huko pembeni kidogo. Maana alijua amekuja kuweza kukamatwa. Sasa muonge hata huyo ofisa pesa. Bluebird. Mimi nimefanya nini hapa? Na wewe unafanya nini hapa? Umekuja hapa kwa sababu ukaweza kunikamata jamaa wangu. Maana waizi wanakamatwa kweli kweli. Nilikuwa nataka niweze kutoka nitafute mahali pa kuweza kujificha. Kamata hii pesa ndogo anambia hapana. Zia uleo. Utakuwa umenielewa tofauti. Nimekuja hapa kuna kitu nataka niweze kuuliza. Umesikia chochote kuhusiana na Betsy yenye mwanga wa ajabu, yenye rangi alafu ina waka? Imeweza kupotea. Alianza kutoa maelezo kwamba kuna mtu wa kwanza ambaye aliweza kuiba, lakini baada ya kuweza kuiba aliiweka sehemu ambaye ilikopo ni chini ya mto. Baadaye kuna mtu mwingine ambaye aliweza kujitokeza ambaye mavazi yake dhahiri kabisa ni mavazi yanaweza kuita nines, mavazi ya makostable. Ile bwana aliweza kuichukua akahifadhi sehemu ambayo hataweza kuisahau ili baadaye aweze kuirudia. No. Kwa ina maana kwamba mtu aliweza kuiba anatokea katika serikali, lazima atakuwa ni constable Ziao. Mimi nilikuwa nikifuatilia lakini alikuwa hajui. Ziao ndio aliweza kuiba hiyo tubo Jade. Ziao mwenyewe ndio huyo kwa anazidi kusonga mbele, lakini binti taratibu akiwa wanamfuatilia. Sijui alikuwa akiweza kwenda wapi. Ni mwizi hatari sana, lakini bado ni constable na siri watu wengi walikuwa hawajui. Sasa siri itakwenda kufichuka. Ni masuala ya kwanza kurushiana mpira. Haya. Red Fish anakuja, mwizi matata kweli kweli. Kufuatilia kujua mamake ni sehemu gani alipo. Lakini kumbuka Imperial Commissioner yuko hapa, ndani ya siku 10 ametoa. Tubo Jedi haiwezi kupatikana. Mali ya kifalme. Hiyo ni amri, order ya kifalme. Kupotea kwa hiyo mali ni kizaazaa kikubwa. Mfalme hata elewa mtu yote. Zia wakafika. Kwa heshima na taazima kwa Inuchi. Kwa nini anamchukia Bwana Wang Chao? Binti akatoa kigea kimoja cha juu. Aliona kila kitu kinachoweza kuendelea na Inuchi huyu anamfahamu. Kuna maana aliweza kumpatia. Anasema baadhi ya matajiri wengi tu wamekuja pale palace. Hii nikaweza kuichukua. Nafikiri ni kitu chenye thamani. Na ulivyokuja tu nilifahamu kabisa kwamba kuna kitu kizuri ulichokuwa nacho. Kaiweka pembeni, hiyo haina thamani sana kama hii Jade. Kampa siku 3. Inuchi, chakula chako tayari. Chakula cha jioni tayari. Ule mkufu akawacha pale na mwizi yuko pale pale. Ninyanyue. Ana maringo. Ni moto wa kotea mbali, usijue kaweza kumuona kama shoga. Ho, binti akaona faida siachi. Hii siachi. Pini moja akaitengeneza kama ndoano kwa kuikunja. Ana vikamba vyake anavitumia. Hizo ni zana za kazi kwa mwizi. Basi afanye jaribio la kuweza kupita na ile tubo. Mheshimiwa Inuchi, sikutegemea wala sijai kuonaga Inuchi kama unakula chakula cha gharama ndogo namna hii. Yaani chepesi, chenye hadhi ya chini. Anasema kila mmoja huchagua maisha yake ya kuweza kuishi. Haijalishi unafanya kazi ngumu kiasi gani, lakini uende moja kwa moja kwa vile ulivyoweza kupangilia. Haijalishi ninao kila kitu, lakini kila kitu mtu hujipangilia. Wao wakati wanazungumza, anasema mgeni mwenye binafsi husema
ni mtoa matibabu gani aliweza kukamilika, 一定要用爪哇古 kwa sababu wanasema baada ya kifo 半月之精 ndio mwisho wa kila kitu. 因 Lakini nilikuwepo na rafiki yangu mmoja 转 aliweza kunifundisha njia na mbinu za kuweza kuishi muda mrefu, kuishi muda mrefu pasipo kuweza kufa. Haya yalikuwepo ni maneno ya mgeni, 就不得不提这个王超。 lakini kupitia mpumbavu unaweza kumuita Wang Chao. 王超有急了， Mbona una hasira sana na Wang Chao? Kafanya kitu gani? 我操！ Anasema rafiki yangu wa ajabu 我这 aliniahidi kwamba atanifundisha njia 7 za kuweza kuishi kwa muda mrefu, ila sikupata muda wa kutosha kuweza kujifunza hizo njia. Baadaye Blue Bird ama Wang Chao aliweza kumkamata mtu huyo na kumpeleka Sero. 你要的微光， Sasa kwa uzee wako kama huo, 不是易如反掌吗？ kwa sasa je, unawezekana kuweza kumsaidia mtu huyo? Anamwambia haiwezi kuwa rahisi kama unavyoweza kufikiria. 我这位 Mimi rafiki yangu 是曾经名噪一时的 ndiye mtu wa pekee ambaye alikuwa ni maarufu. 大客。后来此案惊动了圣上，圣上亲自掌处，我又如何救得了他呀？ Lakini baadaye anasema kwamba alihitaji kumtafuta baba mtakatifu 皇上， atakaweza kumsaidia jinsi gani ya kuweza kuishi kwa muda mrefu. Tatizo ni kwamba partner wake alikamatwa na yuko Beijing. 这也 Beijing kuna gereza kubwa ambalo mtu yote kutoka ni ngumu pindi akiweza kupelekwa kule. Sasa kupitia Wang Chao, yeye ndo aliweza kupelekea mimi kutokuweza kujua hizo njia 7 za kuweza kuishi kwa muda mrefu. Kigaa kikapasuka baada binti kuweza kupata ile Turbo Jade. Bwana anakuja kucheki Turbo Jade haipo, alipiga ukunga. Kaita wapambe wake. Anasema maisha yake yamechukuliwa. Tafuta naye. Binti kasepa. Anasema my baby. Kipenzi chake, mke wake, maisha yake, kila kitu chake. Constables ya sintojali utafanya nini? Oh, snitch inabidi akamatwe na uniletee. Mtamvunja vipande vipande. Nenda. Ikaletwa kwa mwamba. Kwa hiyo Inochi Liang pamoja na Ziao ni kitu kimoja, ndio alikuwa na Ibets. Ndio wanaotaka kuweza kuleta machafuko kwetu. Anaambia ndio. Hao ndio waweza kuleta maafa. Lazima mamangu atakopa kwenye hatari kabla sijalisikiliza. Fishi. Usio na wasiwasi. Ikiwa hii umeshaweza kunikabidhisha, wacha niende katika utawala wenye nguvu. Nitawaelezea kila kitu. Nahitaji kuweza kukutana na Imperial Commissioner, kumpa taarifa hizi. Tutapata jibu. Watoa watadhibiti. Mbona unakuwa kama mtoto unalialia tu kipuzi? Sasa iko wapi? Mimi maisha yangu yana faida gani tena? 你不是说那个王超顶罪了吗？ Si umesema Wang Chao ndo ameweza kuiba na bado hujaweza kumkamata kwa sasa. Ndio hivyo, watu wamesachi mji mzima, haonekani ni wapi alipo. Unafikiri atakuwa ameweza kwenda mbali kiasi gani? Nitamwindia wapi niweze kumpata? Nani atakaweza kumkamata? Nani? Hamna. Mara sauti Wang Chao anafika. Mzee anathamini kitu hichi, lakini yeye mwenyewe pia ni mkosaji kuweza kuiba hazina ya serikali. Wang Chao, Gavana naye pia ana makosa. Wewe ndio mwizi? Anambia hapana. Bets, mimi sijaweza kuiba. Mama Pressure akajua hapa leo tumebakwa. Lakini kwa sasa nitakupatia wewe. Kumpa mtu huyo haitaweza kufika sehemu salama kwa sababu ndiye mwizi. Akainyakua. Wang Chao, wewe ndio uliweza kuiba hii hazina? Kama ukiendelea kufikiria namna hiyo, kama ningelikuwa nimeweza kuiba, sasa kwa nini bado naendelea kuweza kusimama hapa? Ni kweli bwana, haileti maana yote. Wewe utakuwa kuiba wewe. Sasa kwa Inuchi huku, Gavana anataka kujitetea. Inuchi naye pia anasema JD lazima iweze kutoka kwenye mikono yake kwa sababu ndio mikono salama. Sasa alikuwa akiweza kuongea na Gavana.
Wang Chao mwenyewe amesema kwamba ataweza kuirudisha kwa sababu ndo aliweza kuiba. Na kati yeye ndo aliweza kupewa. Amesema ataweza kuileta yeye mwenyewe. Wang Chao aweze kuileta mwenyewe ndio atakayeweza kuja hapa kwa muda si mrefu na kukabidhisha yeye. Nina nguvu kubwa kuliko hata Imperial Commissioner. Sasa Wang Chao inasemekana kwamba yeye ana uwezekano wa kuweza kuileta mwenyewe. Baada ya kuweza kutoka kwa Imperial Commissioner, kwa sababu Imperial Commissioner alikuja kuweza kutoa order hii ngoma iweze kutafutwa. Inochi anasema mnanidharau. Mimi na Imperial Commissioner nani mwenye nguvu? Nimefanya kazi nikiwa karibu sana mfalme kwa kipindi kirefu. Tubo Jedi natakiwa kuweza kuja kwangu ndipo mikono salama ilipo. Wacha kucheza mchezo mchafu. Kama kuna pesa chafu ambayo umeweza kuzichukua kuweza kuficha siri, unatupotezea muda. Tutasubiri kwa muda gani? Tusubirie kidogo, Wang Chao atakuja. Wang Chao ndo ataweza kutuambia hiyo tribute iko wapi na atakabidhisha kwenye mikono yako. Kumbe Wang Chao alichoweza kuamua kukifanya ni kuweza kuelekea kwa Imperial Commissioner kumpa taarifa kamili jinsi ilivyokuwa. Wang Chao nao tumekutana tena. Blue Bed. Relax bwana, anamkubali ni jembe la kazi. Naomba ukae. Vipi kuhusiana na mtu anaweza kumuita Pan Xingpei? Mimi bado ni constable ambaye ni mdogo. Sifahamu mengi kuhusiana na yeye. Ukizingatia kwa hali yake ya sasa, tulikuwa na mpango kuhitaji kuweza kurudisha ile tribute. Na tribute niliweza kuikabidhisha kwenye mikono yake. Ile tribute ni kitu chenye thamani. Nataka kuweza kwenda kwenye ufalme. Inatakiwa niweze kwenda kuichukua kwa governor haraka iwezekanavyo. Kama umeweza kuipata na kuweza kumpatia governor, basi ni lazima iweze kuja kwenye mikono yangu kuweza kupelekwa kwenye ufalme. Jeno inabidi uweze kusubiri kidogo. Huna haja ya kuweza kuongozana kwa sasa na mimi kwa haraka namna hiyo. Mimi wacha nitangulie. Nitakwenda kuzungumza na hao watu. Tufanye taratibu ya kuweza kudhibiti hao waizi na watu walikopo kwenye matatizo pia tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo naamini sijachelewa, inawezekana kuweza kuwahi na kushughulikia hili swala. Governor, utaniweka hapa kwa muda gani? Taendelea kusubiri kwa muda gani? Wacha nitume watu kwa Wang Chao. Kwa muda huu Wang Chao atakuwa hayupo tena. Anaambia pana. Walisikia sauti. Wala sijapa. Nipo bado. Wang Chao alitimba. Wang Chao yuko hapa. Sasa governor akataa kuweza kumkataa. Huyu ndo Blue Bed. Tribute iko wapi? Wang Chao, zungumza, sio unamwangalia governor. Hujamsikia bwana Niche alichoweza kusema? Anasema Wang Chao anaheshimu maamuzi yake. Na heshimu viongozi kutoka ikulu Imperial Palace. Na sio Inuchi. Wang Chao, unataka kufa. Wang Chao, governor anataka kumkataa. Inuchi ni mtu mkubwa, ofisa mkubwa sana. Tribute inabidi uweze kumkabidhi. Kwa sababu mikono ya Imperial Commissioner sio mikono usalama. Governor unazungumza nini? Sio endeleza kupatia. Wewe wacha kuweza kunisingizia. Wacha kufanya vitu kama hivyo wewe. Inuchi umemwona huyu mtu anataka kuweza kunisingizia hapa. Si mzee matamaa. Naambia ile ndio maisha. Inuchi, umemwona? Anataka kunisingizia mimi. Wang Chao, tuambie, tribute iko wapi? Mkabizishe Inuchi hapa. Unafanya nini? Unafanya nini? Kwa sababu zia. Hebu mdhibiti mtu huyo. Zio akaenda kule kwa Inuchi. Sasa Imperial Commissioner anafika. Nataka kuleta janja hapo, kweli wote umeshaweza kujulikana kwamba wachafu ni akina nani. Governor na Inuchi naona nawe pia uko hapa. Wote mko hapa Inuchi Liang. Nilijua utakuja. Bila shaka, kwa nini siweze kuja? Hapa nimekuja kwa swala moja. Unapokuwa nje ya palace, basi popote pale nitakuinda. Na nimekuja kwa sababu yako. Sababu ipi iliweza kukuleta? Hao wote.
贡品在他身上。 Tribute iliweza kupotea iko wapi? Anasema Wang Chao ndio anayo. Yavana. Imperial Commissioner akaitoa pale. Wewe unataka kuleta uongo ili ubaki naye. Wewe ni msaliti wa taifa. Miss Ready, njoo uko ulipo. Kumbe binti alikwenda kumkamata mke wa mheshimiwa governor. Wakambana aseme cheni imefichwa wapi na mume wake. Mume, basi mke wangu umeshaniua na kazi zina mimi. Naenda kuozea Segerea Beijing. Mshukuru sana binti huyu ndio kaweza kutupatia information ya kutuongoza njia. La sivyo ungeingia kwenye matatizo makubwa sana Bluebird. Kwa makosa kama hichi kitu kingeweza kupotea kwa sababu ulimwamini mtu ambaye ni sio na sasa alikuwa kukataa. Wewe takubutua uko makini kabisa. Mise, angalia kwa makini wale ya juu. Ni watu wangapi huo usiku uliweza kuwaona? Wale wawili pale. Wewe mwanamke ni kichaa, utafia kwenye mikono yako. Zia wakaliamsha. Bwana mziki ukakucha pale pale. Sasa kama ni kipondo kiko hapa. Na hapa ndipo utaweza kujua Inuchi Liang ni hatari kiasi gani. Lakini huyu lazima kupelekwa Beijing. Kwenye gereza kubwa la watu kutu. Sababu ni msaliti wa taifa. Yeye pamoja na governor. Wote ni waizi wa maana ya serikali. Fanya mapinduzi ndani ya taifa ni simple. Baba. Mwamba kajaribu moto. Hawa watu hawafai. Ni Imperial Guard. Linzi wa kifalme. Inuchi Liang, unaionaje? Tutarudi wote Beijing kwenda kumuona bwana mkubwa. Akachomoka mzee. Huyu ni shida. Cheki huo moto. Wanaita Legend of Bluebird. Noma sana. Kutoka Full Respect Family na the king himself. Ni pale Kariakoo mitaa ya Agri opposite na kanisa la KKT kwa kaka Daru pale. Mzee wa single movie zote zinapatikana. Piga mishale, tupa sindano. Walinzi wengine wanazunguka. Wako na upinde na mishale. Lakini baba hafai. Ready Fish yuko pale. Hey. Kwa makini bro. Haha. Ye baba. Ni shida. Binti akajaribu tena. Cheza na sindano zake. Mwamba kakata. Come on. Hapo chini. Ashikiki. Hello. Binti bado anamwandama. Tamanisha na Zulia. Akachana. Tia wengi la hatari. Akapandisha mori. Chukua hii. Bado mwepesi. Shambulia. Zikaachiliwa ngoma. Mishale inakuja ni mingi. Zidi kukataa. Hey. Wakataka kumweka kati, angalia shughuli. Imperial Guard walikosea. Mziki mnene. Mistake alipoifanya ni hapa. Kutana sindano za binti. Sindikizwa na mingi. Wang Chao. Bluebird. Piga nzito. Takummaliza. Acha. Bluebird. Nitakwenda na huyo mtu. Huyu ni lazima tuweze kurudi naye. Kwanza kajibu mashtaka Ikulu, ndipo afunge naye safari kuweza kwenda naye Beijing. Inuchi sio mtu huyu. Nataka kuishi miaka mingi kupitia tubu jadi. Kini imeshindikana. Binti alifanya kazi nzuri sana.
wakosaji wote walikamatwa. Gavana Inuchi. General, tunashukuru sana kwa support yako na nitamsupporti Constable Wang mpaka mwisho juu ya kazi yake. Bluebird, kwa kazi nzuri uliweza kuifanya, inabidi uweze kusubiria taarifa nzuri. Aliaga watu wengine tayari kusonga mbele na safari yake. Nucha akakamatwa pamoja mzee wa chafya. Samani baba, kidogo ni baridi tu. Mambo ya kwenda namna hiyo, mchezo ukaungua. Taarifa zilizoweza kuja baadaye zilikuwa ni nzuri. Mwamba alipata uhamisho na cheo kilikuwa ni kikubwa. Anasema ndani ya Beijing kuna chakula ambacho ni kizuri, nitakupa nafasi ya kuweza kuonja vyakula vyote vitamu. Unaniidi? Akaambia ndo maana yake. Nyinyi wawili subirini. Mwisho wa siku mama alikubali kazi ya Wang Chao kwa sababu mama aliweza kusaidiwa. Sasa nyinyi mnaondoka, mtaka kuweza kuniacha mimi? Anambia hapana shangazi, sio hivyo. Lazima tuweze kuchukua uweze kuongozana nami. Basi ni jambo ambalo ni babu kubwa. Tuna safari ndefu na nzuri. Wang Chao, nimepata taarifa. Sasa hivi umekuwa ni 1000 cow. Kuna kitu nakiita 1000 cows guard. Sasa kabadilisho hicho kitengo. Ni moja kati ya walinzi wa karibu wenye vyeo vikubwa sana. Kwa hiyo alipata cheo kikubwa zaidi. Safari kaanza. Kapiga farasi wa mamake. Mama anashangaa, vipi mbona mimi nimetangulia, nyinyi mko wapi? Tunakuja. Wakamaliza mambo namna hiyo. Mwamba anaelekea Beijing kuendelea na kazi zingine. Hapa ni kwamba sina la ziada. Walikuwa wakiweza kuita Blue Bets ama Legend of Blue Bets. Nikombe bye bye. Tukutane wakati mwingine katika vigongo vingine vikali. Here we go.